hapo sawa. Kwa hiyo kama nilikuwa nakwambia kwamba news kama news usiichukulie kama kawaida kwamba kama news kwetu huku kwenye forex ni taarifa za kiuchumi, ni taarifa mbalimbali halali kabisa ambazo zinatangazwa na nchi ama zinatangazwa na wizara fulani. Wizara ya habari na michezo inatangaza taarifa fulani. Ile taarifa chukulie kwamba kama ambavyo hapa waga wizara mbalimbali zinatangaza mambo tofauti tofauti, mtokeo mlipuko wa ugonjwa fulani, utaona wizara ya afya, waziri wa wizara ya afya anaenda kuongelea hilo swala. Imetokea labda changamoto fulani kwenye michezo, waziri wa michezo anaenda kuliongelea hilo swala. Unaona sasa kwenye forex ama kwenye dunia ya kiuchumi ya kibiashara, na kwenyewe kuna matukio mbalimbali ambayo huwa yanatokea, na yakitokea huwa yanasababisha movement kubwa kwenye masoko fulani fulani, na hivyo ndo maana ikatengenezwa kalenda ya kiuchumi, economic calendar, kutokana na hayo matukio ambayo yapo. Kwa mfano kwa mfano tukio lolote ambalo linahusisha uchumi, unaona, tukio lolote ambalo litasababisha uchumi uwe na matokeo chanya au matokeo hasi. Kwa mfano tukio kama hilo tunaweza tukasema labda kwa hapa kwetu Tanzania, nataka nikupe mifano rahisi sana ili uielewe, afu tutakapoenda kwenye hizo nchi ambazo ni first world countries utakuwa unanielewa. Kwa mfano hapa Tanzania, labda tuchukulie mfano ajira, watu wakiajiriwa wengi, umeona, huwa inaweza ikaleta impact kwenye uchumi wetu wa shilingi. Au tuchukulie mfano, kwa mfano labda kuna kipindi hapa miezi miwili mitatu shilingi ilipanda sana, ilipata thamani zidi ya dola. Umeona, hiyo ilisababishwa na nini? Ilisababishwa na Tanzania tuliuza sana nje mazao yetu ambayo ni korosho, lakini pia tulikuwa tunatoa sana nje nini, gold. Umeona, tuliuza kwa wingi sana dhahabu, ndio maana ikapelekea thamani ya hela yetu ikapanda kidogo. Umeona, sasa hizo ni taarifa ambazo za kiuchumi, ni economic data. Hapo haupimi sijui demand supply nini, no, unaangalia data zinasema nini, then unaenda kureact kulingana na jinsi data ulivyoziona kitu ambacho zinasema. Kwa hiyo uzuri ni kwamba kwenye forex sasa kuna kalenda ya kiuchumi ambayo unaiangalia, kalenda inakuonyesha tarehe fulani kutakuwa kuna tukio fulani la kiuchumi. Mwana, kwa hiyo wewe kazi yako ni kureact tu, una react vipi katika hilo tukio, au kazi yako wewe ni kuangalia kwamba nini kinachosemwa, alafu utaenda kureact huko baadaye kuhusiana na hicho kitu ambacho kinachosemwa. Kalenda ya kiuchumi ndo kama hii unayoiona hapa mbele yako. Hii ndo kalenda, sio kama, hii ndo kalenda ya kiuchumi, economic calendar, ambayo ina matukio ya kiuchumi, na haya matukio yanakuwa ya nchi zote, kwa sababu kila nchi kuna matukio yake ya kiuchumi mbalimbali ambayo yanakuwa yanaendelea. Lakini uzuri ni kwamba kwa sababu sisi tuna trade major currencies, zile pesa zenye nguvu, kwa maana ya kwamba pesa ambazo zinatokea kwenye nchi ambazo zina uchumi mkubwa, Marekani, Uingereza, sijui Canada, na nchi kama tatu nne hivi ambazo za Umoja wa Ulaya ambazo zina nguvu, umeona, ukijumlisha na commodity kama gold na vitu vinginevyo. Ona sasa specific kalenda ya kiuchumi inatembea na vyote hivi, na huwa sometimes vinajiakisi vyenyewe. Taarifa ambayo itaihusu gold inaweza ikaenda kuiaffect currency nyingine automatically, kwa sababu tuna trade pesa mbili ama currency mbili ambazo zinatoka katika nchi mbili tofauti, zinakinzana na zina trade against each other. Umeona, moja inapopanda thamani nyingine inashuka thamani, na nyingine inaposhuka thamani nyingine inapanda thamani. Kwa hiyo taarifa ya pesa moja inaweza ikakupa manufaa juu ya pesa nyingine, umeona, automatically. Sasa kalenda ya kiuchumi ndo kama hii, na kalenda zote za kiuchumi ukienda Google tu ukisearch economic calendar utaletewa website nyingi sana ambazo zinatoa kalenda za kiuchumi, lakini hii ninayotumia mimi ni website ya wikihii.com/forex kalenda ya kiuchumi. Nitawatumia linki kwenye WhatsApp. Mwana, hii ni nzuri kutokana na kwamba imekuwa integrated katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kama una shida na lugha za Kiingereza, basi unaweza utaielewa zaidi. Hii naituma hapa kwenye group, kwenye channel ya MPG Forex WhatsApp, kwa hiyo mtaweza kuiaccess kwa urahisi kabisa. Hiyo hapo tayari. Sasa sasa hapa tuanze kuangalia namna gani, jinsi ya kuifanyia analysis hii data. Wala usichanganyikiwe, usione mavitu mengi ukachanganyikiwa. Kuna mavitu mengine hapa hayatokuhusu, yatakuwa hayana mpango.
Umeona? Tunaanza kuichambua kama ifuatavyo. Mwanzo kabisa inaanza muda gani hilo tukio litatokea. Kumbuka nimekwambia kwamba economic calendar inatuletea matukio ya kiuchumi. Kwa haya ni matukio ya kiuchumi, lakini tukio tunalichambua moja baada ya jingine, tunaangalia kwamba tukio hilo tunawezaje kulitrade. Unaona, kwanza kabisa kuna mtu naona kwake kuna kelele kelele huko, shida ndio inakuaga hiyo sasa. Ngoja kidogo ni wa block kwa sababu kuna mtu ameingia afu kwake huko kunakuwa kuna kelele, yani wa mute wote ili isiweze kusikia movement zenu. Hapo safi. Sasa nilikuwa nasema kwamba kalenda ya kiuchumi muundo wake ndio huu katika website zote utakazoangalia. Kwa hiyo wewe ukielewa muundo huu, umeelewa jinsi ya kuisoma na kuichambua kalenda ya kiuchumi na kwenda kuitrade. Umeona? Na kama mtu ambaye uko busy, una mambo mengi au hauna muda kukaa kuangalia chati muda wote, kufanya technical, hii fundamental analysis kwa maana ya kutumia kalenda ya kiuchumi kutrade ni rahisi sana, kwa sababu unakuwa una trade kwa vipindi. Kuna tukio lako ukishalijua tu, hapa tutaenda kusoma. Ukijua NFP inatoka kila Ijumaa ya mwanzo wa mwezi, manake wewe unaweza ukaikazania na ukaistudy na ukawa master wa NFP na ukawa hautrade wakati mwingine wote, unasubiri kila mwanzo wa mwezi wa Ijumaa ya mwanzo wa mwezi una trade NFP, non-farm payroll. Hiyo ni news kubwa sana duniani, ni news ambayo ina impact kubwa sana kwenye masoko. Mwana inaweza ikitokea ikasababisha kama bei ipande ama ishuke, ikachukua muda mrefu, yani bei ikawa inashuka tu kwa muda mrefu ama inapanda tu kwa muda mrefu, itategemea imetokaje, na ndio kitu ambacho tunaenda kuangalia hapa. Unajuaje kwamba imetokaje ili ufanye nini? Mwana, na hiyo ni kipengele tukio, utulize akili ili uelewe ni jinsi gani tunaweza kugundua namna jinsi ya kutrade hizi news. Mwana, kwa hiyo nilikuwa nakwambia kwamba kwanza kabisa kuna muda ambao tukio litatokea. Utaona hapo kuna 00:30 saa 6, sijui kuna 01:30 saa 7:30, mbona saa 7:30, saa 7:30, saa 7:35, saa 9:35, saa 1. Huo ni muda ambao kutakuwa kuna hilo tukio, na matukio kila dakika au kila muda tuseme yanatokea duniani, kwa sababu kumbuka hii ni economic calendar ya dunia nzima, nchi zote. Kusipokuwa na tukio la kiuchumi Brazil, kutakuwa na tukio la kiuchumi France. Kusipokuwa na tukio la kiuchumi France, kutakuwa na tukio la kiuchumi labda Paraguay. Kusipokuwa na tukio la kiuchumi Paraguay, kutakuwa na tukio la kiuchumi labda Mexico. Mbona na hivyo. Kwa hiyo habari zipo every day, kwa sababu nchi ni nyingi dunia nzima, unaona, na kila nchi na ratiba yake na kalenda yake hivyo. Lakini kama nilivyokuambia kwamba sikiliza kwa makini, mwisho wa siku utakuja kuchagua tu ni taarifa chache ambazo utakuwa unazitrade, sio mataarifa ya nchi zote za duniani. Usije ukaona kwamba tunakuuni mzigo, no. Nakupa tu kama forecast ili uelewe, lakini hauta trade ma news yote. Yani news chache sana ambazo utakazo zitrade zenye mantiki, ambazo utajua kwamba zina maana gani. Mbona ukishatoka kwenye muda, kinachofuata ni currency. Sasa pesa hiyo, hilo tukio lenyewe linahusu pesa gani? Kumbuka kwamba nimekwambia kila nchi ina matukio yake. Kwa hiyo tukio likitokea Marekani, maana yake obviously linahusu US dollar, kwa sababu Marekani wanatumia USD. Tukio likitokea let's say England, maana yake linahusu GBP, Great British Pound, kwa sababu England pesa yao wanaotumia ni GBP, pound. Tukio likitokea nchi yoyote ile katika nchi za Ulaya ama katika Umoja wa Ulaya, manake hiyo moja kwa moja hilo tukio linaihusu euro, kwa sababu Umoja wa Ulaya kwa pamoja wanatumia currency ambayo inaitwa euro. Vivyo hivyo tukio likitokea China litakuwa linaihusu pesa ya China, tukio likitokea Russia litakuwa linaihusu pesa ya Russia, na ndio maana hapo unaona zimewekwa hapo na Audi JPY, manake hizo ni pesa, currency. Kama ni JPY manake hilo tukio linatokea katika nchi gani? Japan. Kama ni Audi manake hilo tukio linatokea Australia. Mbona kwa lazima uzijue hizi nchi kubwa, major currency, mbona na nchi zake, kwamba Marekani wana USD, England wana GBP, mbona Australia wana Australia dollar, Canada wana Canadian dollar, France sijui nchi za Ulaya zote tunasema wanatumia euro, umeona, na vitu kama hivyo. Lazima uzijue hizo currency, na ni kitu kirahisi sana, wala uhitaji kufundishwa. Ni kitu very simple, ukienda sehemu zote za kwenye platform wanakuonyesha na unaona.
Baada ya currency au baada ya pesa, kinachofuata unaona hapa ni kuna kama vichwa vya ng'ombe hawa tunawaita bull kwenye market, bull and bear market. Umeona kuna kama vichwa vya ng'ombe bulls. Sasa hivi vichwa vya ng'ombe visikuchanganye, hizi ni alama ambazo zinakuonyesha kwamba tukio hilo lina umuhimu kiasi gani. Kumbuka matukio yapo mengi sana, na matukio yote sio kwamba yana umuhimu, sio kwamba, kwa sababu umuhimu ninaomaanisha ni kwamba tunataka tukio liende likapandisha ama likashushe bei kwa nguvu. Kwa hiyo huo ndo umuhimu wa matukio. Sasa sio matukio yote yana nguvu yakitangazwa kwamba eti yatakuwa yana nguvu ya kwenda kulisheki soko, kusababisha soko lishuke au lipande kama ambavyo tutatarajia. Sio yote, kuna baadhi ya matukio ambayo ndo yana nguvu hiyo, na matukio mengine yana nguvu ya kawaida, na matukio mengine hayana nguvu kabisa ya kusababisha soko limove kwenda popote pale. Umeona? Sasa ili uweze kujua ni numbers, angalia namba ya hivi vichwa. Umeona kama kwenye hii ya kwanza kabisa ambayo ni saa 6:30 Audi, unaona kuna kichwa kimoja, maanake hilo tukio ni dogo. Yani sio kwamba dogo, nisitumie lugha hiyo, itakufanya uone kwamba halina maana. Hilo tukio halina nguvu ya kusababisha hiyo pesa ambayo ni Australian dollar ipande kwa nguvu ama ishuke kwa nguvu. Hilo tukio halina nguvu hiyo. Unaona, ndio maana umewekewa kichwa kimoja. Ukiwekewa vichwa viwili, maanake tukio hilo lina nguvu ya kawaida, moderate, lina nguvu ya kawaida ambayo linaweza likasababisha bei ikamove kwa kiasi kidogo ama ikamove kwa kiasi cha kawaida. Mbona inaweza kaelekea juu au chini, itategemea na tukio limetokaje, kitu ambacho tutaenda kukiangalia muda sio mrefu. Alafu ukiona vichwa vitatu, mbona kama hapa, hili tukio sasa ndo lina umuhimu, high volatility expected, na sisi au mimi huwa na trade haya matukio ambayo ni high volatility expected. Maana yake ni kwamba katika tukio hilo tunatarajia kwamba kutakuwa na volume kubwa ya watu wanao trade, kwa sababu hilo ni tukio kubwa na kila trader analijua na trader wengi wanaingia kulitrade. Kwa hivyo hilo ni tukio ambalo lina nguvu ya kuweza kusababisha volatility sokoni. Volatility ni ile tabia ya kupanda au kushuka bei, ndio tunaita volatility. Na kumbuka tunalihitaji soko ambalo lina volatility. Soko likiwa linaenda katika mstari ulionyooka au linatembea katika range muda wote, hilo ni soko ambalo linakuwa sio unalitrade, kwa sababu kuna mbinu za kutrade ranging market, lakini tunahitaji soko ambalo lina movement ama lina volatility kubwa. Kama linapanda linapanda kwa nguvu, kama linashuka linashuka kwa nguvu. Sasa kwa bahati mbaya, sio kwa sababu soko linafunguliwa Jumatatu linakuja kufungwa Ijumaa, sio kwamba muda wote soko linakuwa lina nguvu hiyo ya kupanda na kushuka. Kumbuka soko linapita katika session tofauti tofauti. Kwanza katika siku tu, katika masaa 24 soko linapita katika session 4 kubwa duniani: London, New York, Sydney pamoja na Tokyo. Umeona? Kwa hiyo hizo session zote soko linapita, na katika hizo session soko linabadilisha tabia. Kuna session ambayo soko litakuwa lina nguvu, lina move kwa nguvu, na kuna session soko litakuwa lina move taratibu, kawaida, ama katika hali ya moderate. Unaona? Na vivyo hivyo katika haya matukio mbalimbali ambayo yanaenda yanatangazwa every day, kuna baadhi ya matukio yakitangazwa soko litaenda vile vile kama lilivyokuwa linaenda awali, na kuna baadhi ya matukio yakitangazwa soko litabadilisha direction ama litaongeza speed kuelekea uelekeo ambao lilikuwa linaelekea. Umeona? Hiyo ndo nature ya news, na hivyo ndivyo news zinavyokuwa zinaleta utofauti kwenye masoko. Sasa news yenye umuhimu hapa wameweka vichwa ama bulls, vichwa vya ng'ombe, ila kwenye platform nyingine unaweza ukakuta doti tu, kidoti kimoja, maanake hiyo ni moderate. I mean hiyo ni low volatility, hilo tukio lina nguvu ndogo sana ya kuweza kusababisha movement sokoni. Umeona? Alafu wakiwekea vidoti viwili, hilo maanake tukio lina nguvu ya kawaida ya kuweza kusababisha movement sokoni. Alafu wakiwekea vidoti vitatu, wanamaanisha ndo kama hapa umewekewa bulls watatu, ndo sawasawa na kuwekewa vidoti vitatu. Na sometimes platform nyingine wanaweza wakatumia njia nyingine kabisa ya kukuelewesha, pia isikuchanganye, kwa sababu ni njia tu za kukuelewesha, ila ukielewa concept utakuwa unajua. Haya, ukitoka hapo kwenye ambapo tunaona kwamba unaonyeshwa umuhimu wa hilo tukio, kipengele kinachofuata ndo linakuja sasa, tukio lenyewe linasemaje? Umeona, tukio lenyewe ni tukio gani? Ndio maana hapa unaona limeandikwa tukio. Tukija tuanze hapa mwanzo, Audi, tukio lenyewe linasoma kwamba ni Westpac Consumer Sentiment
Westpac Consumer Sentiment silijui hata lina maana gani, na huna haja hata kulijua lina maana gani, as long as ni low volatility, halina umuhimu, unalipotezea, halina umuhimu, unaachana nalo. Umeona, kumbuka kwamba hili ni tukio ambalo hata likitangazwa soko litaendelea kwenda katika utaratibu wake ule ule. Movement itakuwepo kwa kiasi, inaweza ikawepo kwa kiasi kidogo sana, lakini soko litaendelea kwenda kwa mwendo wake ule ule. Lakini hii Westpac Consumer Sentiment ni tukio ambalo lazima litangazwe katika nchi yao ya Australia, kutokana kwamba na mazingira ya nchi yao au kutokana na utaratibu wa nchi yao, tukio fulani lazima litangazwe. Haijalishi kwamba hata kama litaleta movement ndogo, lakini lazima litangazwe na lazima, kwa sababu ni tukio la kiuchumi, lazima liweke kwenye kalenda ya kiuchumi na lazima liwepo kwenye kalenda ya kiuchumi. Ndio maana kuna baadhi ya kalenda zinakupa option ya kuweza kufilter. Una filter matukio yenye high impact, matukio yenye umuhimu tu ndio yanakuwa yanaonekana hapa. Tutaenda kuziona hizo kalenda za staili kama hiyo, lakini kwa sasa nataka tuone matukio yote ili tuyaelewe kwamba kuna matukio ambayo hayana umuhimu, kuna matukio yenye umuhimu wa kawaida, na kuna matukio ambayo yana nguvu na ndo ambayo tunaya trade. Ukitoka sasa hapo kwenye tukio, umeona, manake hapo ndo hata chini yake muda, hela ni Audi, umeona, hawa bulls wawili, manake lina umuhimu wa kawaida moderate, linaweza likasababisha movement ya kawaida sokoni, umeona. Alafu tukio lenyewe ndo hili hapa limeandikwa building approvals, umeona, MOM manake monthly. Hilo tukio linatokea kila mwezi, linatangazwa kila mwezi, unaona. Na hivyo hivyo tutaenda kuyaona mengine mengi, tutaenda kutafuta na mengine yenye bulls watatu ili tuelewe hilo lenye umuhimu linakuwaje. Ukishamaliza kipengele hicho, tunakuja upande wa kulia huku sasa. Huku ndo kwenye yani fumbo lenyewe, na huku ndo kwenye pesa yenyewe, na huku ndo kwenye mchongo wenyewe sasa wa namna jinsi ya kuzitrade hizi news. Unaona, kwa sababu gani? Kwa sababu huku mwisho, I mean huku upande wa kulia ndo kuna kitu kinaitwa actual na mwenzake anaitwa forecast. Umeona, kumbuka hili ni tukio ambalo litatangazwa, na linavyotangazwa inatangazwa data. Kama ni tukio la watu walioajiriwa, itatangazwa idadi ya watu walioajiriwa. Kama ni tukio la ukuaji wa kiuchumi, itatangazwa asilimia ya uchumi umekuwa kwa asilimia ngapi. Kama ni tukio la GDP, kama ni tukio la NFP, kama ni tukio lolote linatangazwa kwa namba, kwa sababu hii ni biashara, yani huu ni uchumi ni numbers. Umeona, kwa hiyo hapa kwenye forecast na actual, unatakiwa kuelewa kwamba tuanze na forecast. Forecast ni kama predictions ama makadirio au makisio. Wanauchumi wana forecast kuhusiana na hilo tukio. Kama ni tukio la Westpac Consumer Sentiment, basi wanauchumi kulingana na, labda kama ni tukio linatangazwa kila mwezi, wanaangalia data za mwezi uliopita. Kama ni tukio la kila wiki, wanaangalia data za wiki iliyopita, wanafanya assessment zao kulingana na elimu yao na utaalamu wao, then wanatoa forecast, wanatangaza namba, labda Westpac Consumer Sentiment itakapotangazwa, labda itakuwa ni 5%, kutokana na utafiti waliofanya wao kulingana na vipindi vilivyopita na kulingana na data mbalimbali. Kumbuka hao ni wataalamu wanakuwa wa kiuchumi, wanajua kustudy data na kuangalia sababu tofauti tofauti ambazo zinaweza zikapelekea mazingira yakawa namna fulani au namna hii. Kwa hiyo wanakuwa wanatoa forecast. Wakishatoa forecast, tunachokisubiri sasa ndo kitu cha mwisho kabisa kinachokuja kutimilisha au kukamilisha program nzima ya news, ni actual. Actual hii ndo hiyo namba sasa, ama hiyo asilimia ambayo inatangazwa sasa wakati sahihi, tarehe na siku ambayo ilisemekana ama ilitangazwa kwamba itatangazwa. Mbona, kwa mfano kama labda NFP, kama NFP ni rahisi sana kuielewa kwa sababu huwa inatangazwa ni Marekani ndio huwa wanatangaza NFP, non farm payroll. Hiyo ni data ya watu ambao wameajiriwa katika nchi ya Marekani. Ni data muhimu sana duniani na inafuatiliwa na matrader wote almost duniani kwa sababu ina nguvu kubwa. Inaitwa non farm payroll. Tutaenda kuisoma kiundani mbeleni kidogo kwa sababu ni lazima uielewe hiyo. Umeona? Kwa hiyo NFP ile pale ni data ambayo ikitangazwa Marekani, dunia nzima inasimama, yani watu wote wanakuwa wanaisubiri, na ikitangazwa tu wewe mwenyewe unaliona soko jinsi linavyokubali, jinsi linavyoanza kukimbia, jinsi linavyoanza kumove, manipulation zinaanza kutokea za ajabu. Umeona? Kwa sababu nini? Kwa sababu hiyo ni data kubwa duniani na inafuatiliwa na watu wengi. Unaona? Sasa inapotangazwa hiyo
actual, manake ndo namba sasa sahihi. Ndo kama nilikuwa nakupa mfano wa hiyo NFP kwamba kama tunajua kwamba itatangazwa Ijumaa ya kwanza ya mwanzo wa mwezi, manake mwezi utakapoanza au kabla hata mwezi haujaanza, wanauchumi wanaweza wakafanya analysis ya mwezi uliopita kwamba mwezi uliopita NFP ilitangazwa ilikuwa ni 3%, lakini kutokana na hapa katikati kuna sababu fulani zimetokea, tarifu na nini, Trump kimeenda kimerudi, tunahisi labda kidogo itashuka, itapungua, inaweza ikaja kaa 2 au 2.5 au 2.1 whatever. Kwa hiyo hicho kitu ambacho wanauchumi wanakaa na wanafanya assessment na wanakipronounce au wanakitangaza sasa kwenye hadhira, hicho ndio tunakiita forecast, na always huwa kinakuwepo mwanzoni tu, huwa kinakuwepo, ikiwekwa tu data na forecast inakuwepo. Ambaye anakuwa hayupo huwa anakuwa ni actual, ndo huwa haiwekwi mpaka muda huu wa mwanzo kabisa ambao tulikuwa tunauangalia mwanzoni. Nilikwambia tunaanza na muda huu, muda mpaka utakapotimia. Kama tukio umeambiwa litatangazwa saa 9:35, basi ujue actual utaipata saa 9:45. Kama tukio umeambiwa litatangazwa saa 1 kamili, basi ujue actual utaletewa saa 1 kamili. Kama tukio umeambiwa litatangazwa saa 3 usiku, basi ujue actual utaletewa saa 3 usiku. Hivyo hivyo kama tukio litatangazwa saa 6:30, actual na yenyewe utaipata saa 6:30. Lakini forecast itakuwepo mapema sana, ambayo hiyo ndo prediction ama makisio ya wanauchumi au wataalam katika sekta hiyo. Umeona? Sasa tunakuja kwenye actual. Hapa kwenye actual ndo kwenyewe, umeona, actual hii inapotangazwa, hii ndo kimsingi ndo tunaoisoma, tunaoitrade. Umeona, actual inapotangazwa, kuna baadhi ya matukio actual ikiwa kubwa kuliko forecast, manake hiyo ni habari nzuri kwa currency ambayo hilo tukio limetangazwa na linaihusu hiyo currency. Umeona, kwa kesi ya huo mfano wa kwanza kabisa, manake Australian dollar, manake kama forecast ilikuwa ni -6, alafu actual imekuja 2.2, manake -6 hiyo ni ndogo sana ukilinganisha na 2%, hiyo ni kubwa sana. Kwa hiyo hiyo tunasema actual imekuja kubwa kuliko forecast, na hivyo hiyo ni habari nzuri kwa Australian dollar. Tunavyosema hiyo ni habari nzuri kwa Australian dollar, tunamaanisha kwamba hiyo taarifa ama hiyo actual itasababisha Australian dollar ipande thamani, ndio habari nzuri kwa Australian dollar. Lakini kinyume chake ni kweli, vice versa is true, kwa maana ya kwamba actual ikiwa ndogo kuliko forecast, tugeuze hapo kinyume chake kwamba forecast imekuja ni -6, alafu actual ingekuja kwamba -7 au -8 ama -9 au -10, manake hizo ni ndogo kuliko -6, na hivyo hapo manake hiyo tungesema kwamba ingekuwa ni habari mbaya kwa Australian dollar, kwa maana ya kwamba Australian dollar inaenda kushuka thamani. Sasa tayari unajua kwamba ukishajua kwamba currency fulani itaenda kupanda thamani au itaenda kushuka thamani, unajua nini cha kufanya wewe kama trader, kwa sababu tunanunua pale ambapo tunahisi bei itapanda na tunauza pale ambapo tunahisi bei itashuka, na news inaweza ikatusaidia sisi kuweza kugundua kwamba possibility zile za bei kushuka ama bei kupanda. News inatusaidia sisi kuweza kugundua kutokana na nini, na namna jinsi ya kusoma actual na forecast. Mwana, na hii ni matrader wote wanajua, na matrader wote wanafuatilia kama ambavyo wewe unafuatilia, na matrader wote wanazisoma news wote almost. Hata ambaye hatrade news atatakiwa kuzisoma news ili ajue namna gani atajiepusha wakati news ikiwa inaendelea, kwa sababu kuna wale watu ambao ni waoga sana, wanaogopa ku trade news kutokana na namna ambavyo news zinakuwa zinakimbia, zina movement za hatari. Unaweza kuwa hata na $100 ndani ya sekunde 3 ikakatika yote ikapotea, umeona, usipokuwa makini, kwa sababu news zina nguvu ya kuweza kupush soko uelekeo fulani kwa nguvu sana. Na wakati wa news unakuta na market maker na wenyewe wanajaa, wanakuwa wanafanya manipulation sokoni. Kwa hiyo kutoboa wakati wa news inahitaji umakini wa hali ya juu. Sasa kuna baadhi ya watu washaona kwamba ni ngumu sana na wakaamua kuachana nazo news, lakini hauwezi kuachana nazo news moja kwa moja, utalazimika kuzifuatilia, kwa sababu ili utrade technical zako salama, lazima uhakikishe hakuna news. Ikiwa kuna news, manake technical yako haiwezi kuwa salama, muda wote itakuwa inawindwa, kwa sababu news zina nguvu, news zinaleta watu
wengi kwa pamoja. News zinaleta volume sokoni. Umeona, wakati wa news fulani fulani kama nilivyokuambia zenye umuhimu huwa zina tabia ya kuleta watu wengi sana sokoni. Umeona, watu wengi, volume inakuwa kubwa, na hivyo watu wakiwa wengi, maana yake maamuzi yanafanyika muda wowote, bei inaweza ikaelekea uelekeo fulani muda wowote, kwa sababu watu wanakuwa wengi. Watu hawa sio watu, maana yake hawa ni trader. Nasema tu watu, lakini hawa ni traders wanao trade, ambao wana account. Tuseme account zinakuwa nyingi za kutrade, na watu wanakuwa na press trade, aidha wananunua, wanauza, lakini wanakuwa volume inakuwa kubwa. Kutokana na nini? News zenye umuhimu, hasa news kama NFP, GDP, news kama interest rate, riba, ni news zenye tabia ya kuleta volume kubwa sana kwenye masoko, kwa sababu watu wengi wanazitrade. Kwa hiyo actual ikiwa kubwa kuliko forecast, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ni nzuri. Hiyo ni habari nzuri kwa pesa, kwa Australian dollar. Umeona, na actual ikiwa ndogo kuliko forecast, hiyo ni mbaya kwa Australian dollar. Kwa hivyo ukiona actual imetoka kubwa kuliko forecast, maana yake unatakiwa uende kwa ibaya Australian dollar haraka haraka kwenye pair za Australian dollar. Sasa unaenda kwenye pair labda kama Audi USD, umeona, sio Audi na pair zinginezo, unaenda kuangalia namna jinsi ya kuinunua Australian dollar na kuiuza currency nyingine ambayo itakuwa ina trade against Australian dollar. Umeona, na vivyo hivyo sasa usikremishe trading. Hapo ndio inapokuja kuwa complicated. Kuna aina ya matukio ambayo yanaenda kinyume kabisa na hii condition. Umeona, kuna baadhi ya matukio nadhani tutayaona tu, kwa sababu news ni pana, hatuwezi kuimaliza leo. News ni pana, nitakiwa tutembee, tupitie kila aina ya news ili tuweze kuwa familia na hii. Ndio maana hautakiwi kurupuka na kukimbia kimbia kwenye forex, kwa sababu kuna vitu ambavyo ni complicated. Ukitaka twende haraka haraka, tunaweza tukaenda haraka haraka, lakini tutaruka vitu vingi sana ambavyo mwisho wa siku utakaa utasema mbona hujatufundisha kitu. Umeona, kwa sababu kwenye forex kuna vitu vingi ambavyo ni vingine vidogo vidogo, kama ambavyo nimekwambia. Actual ikiwa kubwa, au nitumie mfano huu, actual ikiwa kubwa, hiyo ni nzuri kwa currency, lakini kuna baadhi ya scenario au kuna baadhi ya currency fulani fulani inatokea actual inakuwa kubwa kuliko forecast, na bado hiyo inakuwa ni mbaya kwa currency. Sio kama umenielewa vizuri hapo, na ndio maana utakiwa kuclaimisha kwenye forex. Mbona tutaona hiyo mifano. Mbona tukija hapo sasa hivi tutaenda kuangalia hii ya moderate, alafu tutaenda kuangalia tukio lenye umuhimu kabisa, na huo ndio utakuwa mfano wa tatu, alafu tutaenda kuangalia matukio ambayo yanaenda kinyume na hii condition ambayo tunasema kwamba forecast, actual ikiwa kubwa kuliko forecast ni nzuri kwa currency, na actual ikiwa ndogo kuliko forecast ni mbaya kwa currency. Tukio lenye umuhimu moderate ni hili hapa linalofuata, ambalo lilitangazwa. Haya matukio yote yashatangazwa, yashapita yote. Unaona actual, ukishaona tu actual imewekwa ujue tukio lishapita. Ukiona actual ipo ujue tukio lishapita. Ukiona actual haipo ujue tukio ndo linafuata, bado halijatangazwa. Ukiona actual haipo, kama hapa umeona kuna tukio ambalo halijatangazwa, na hapa tukio litatangazwa saa 4:45 na linahusu NZD. NZD ni currency ya New Zealand, inaitwa New Zealand dollar, ndio kifupi chake NZD. Umeona, lakini saa 5:50 kuna tukio lingine ambalo linahusu JPY. JPY ni Japanese yen, ni pesa ya Japani, nchi ya Japan. Pesa yao inaitwa Japanese yen, na ni pesa ambayo ina nguvu. Nadhani mnaifahamu pair ya USD JPY ambayo tunaitrade sana, na ni pair ambayo inatradika na ina nguvu na ina movement kwelikweli. Umeona, kwa sababu Japan wenyewe ni nchi ambayo ina uchumi mkubwa sana. Japan ni watengenezaji wakubwa sana wa gari za kutembelea hizi na nini, kwa wana uchumi wa maana. Umeona. Sasa tuje kwenye hili tukio la pili ambalo saa 7:30 ilikuwa inahusu Australian dollar, lilikuwa ina umuhimu moderate, umuhimu wa kawaida. Lilikuwa linaitwaje? Lilikuwa linaitwa NAB Business Confidence. Umeona, limetangazwa mwezi wa Aprili. Silijui na huna hata haja kulijua hilo ni tukio gani. Umeona, as long as lina umuhimu moderate wa kawaida, basi hauwezi yaani sio lazima kulizingatia sana, kwa sababu lina umuhimu wa kawaida. Kumbuka kwamba sera yangu mimi waga na trade matukio yenye umuhimu wa juu. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu ndo matukio ambayo yanaita movement. Hauwezi kutrade tukio ambalo halileti movement kwenye masoko. Umeona, ni bora ukastiki na technical analysis. Kwa hiyo
Hizi moderate na zenyewe zinaleta movement ndogo sana. Unakuta movement inatokea kwenye candles za 5 minutes, umeona, kwa labda dakika 5, dakika 20, limeenda sana nusu saa, movement ndogo tu inatokea, unakuta watu wana react kidogo tu, alafu price inaendelea kwenda katika njia zake zile zile za kawaida. Na ndio maana mimi nakuaga sizingatii sana kuzitrade hizi au haya matukio ambayo ni yani moderate, umeona, lakini ni muhimu ukajua kwamba kuna hayo matukio, umeona. Tukitoka hapo sasa, tuje kwenye hili tukio hapa ambalo lilitangazwa saa 6 na dakika 30 na lilikuwa linahusu US dollar, bwana. Na lilikuwa tukio gani? Kwanza lilikuwa unaona vichwa vitatu hivi, bulls watatu. Maana yake hapo, hata nikiweka hii kasa inaandika high volatility expected, umeona, kwamba volume ni kubwa. Volume wakati tukio hili linatangazwa, volume ya traders inakuwa ni kubwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba volatility ni ile tabia ya kupanda au kushuka bei kwa nguvu. Kwa hiyo tunatarajia au tulitarajia wakati tukio litakapotangazwa, basi volatility ingekuwa kubwa, ama ilikuwa kubwa, na lazima ilikuwa kubwa kwa sababu ndo kawaida hiyo. Na tukio lenyewe ni CPI. CPI ni Consumer Price Index, ni kifupi cha tukio ambalo linaitwa Consumer Price Index. Consumer Price Index ni namna tunaweza tukasema kwamba nguvu ya matumizi ama nguvu ya manunuzi ya raia katika nchi fulani, umeona. Kwa hiyo tutaisoma hiyo data, na yenyewe ni muhimu sana. Hii CPI ina nguvu sana, na ukijua kutrade utakuwa una uhakika wa kutengeneza hela katika hizi news za CPI, umeona. Consumer Price Index na yenyewe inasababisha movement kubwa sana sokoni, na zinaweza zikakaa hata wiki mbili. Bei kama CPI imetoka ni mbaya kwa currency, bei inashuka tu. Kama imetoka ni nzuri kwa currency, bei inapanda tu, unaona. Kwa hiyo ni nzuri sana hii CPI, tutaenda kuisoma Consumer Price Index, lakini unaona kabisa imewekewa high volatility expected, na haya ndo matukio ambayo mimi waga na trade kiukweli, kutokana kwamba ndo matukio ambayo yanaleta movement kubwa sana, ambazo unaweza kupiga hela nyingi sana ndani ya muda mfupi sana, endapo ukiwa makini na ukiwa unajua jinsi ya kuyatrade. Mbona hapa sasa forecast ilikuwa ni 0.3%, umeona, lakini imekuja actual ni 0.2%. Umeona, sio kama hapo umepata concept. 0.3%, umeona, hiyo ndio ilikuwa forecast hii huku, lakini actual ikaja iko wapi? Asilimia hii hapa 0.2. Sasa 0.2 na 0.3, 0.3 ni kubwa. 0.3 ni kubwa kuliko 0.2. Umeona? Kwa hiyo maana yake hapa tunasema kwamba actual imekuja ndogo kuliko forecast. Forecast au wataalamu wa kiuchumi waliforecast kwamba itakuja 0.3, alafu imekuja actual, ilivyokuja ikawa ni ndogo, 0.2, ndogo kuliko ile namba ambao wenyewe walishakuwa wameforecast ambao ni 0.3. Kwa hiyo hiyo ni habari mbaya kwa currency. Kwa hiyo CPI imetoka, actual ya CPI ni 0.2, na hivyo hiyo inakuwa ni mbaya kwa USD, na hivyo watu hapa walienda kuiuza US dollar kwa sababu ilishuka thamani. Sio kama hapo concept inaeleweka vizuri. Umeona? Kwa hiyo hili ndo mfano mzuri na mfano sahihi kabisa wa mojawapo ya matukio ambayo yana umuhimu. Hivi kumbe, hivi mnanisikia kweli? Naona kama hii